From the highlands of western Kenya to the vast wetlands of Budalangi, River Nzoia flows. For generations, it has nourished farms, supported fishing, and sustained communities. It is more than a river, it is life itself. Along its banks, families depend on its waters, crops grow, fish are caught, livelihoods thrive. The river gives silently, consistently, and generously. But beneath its waters lies a resource now in high demand: sand, the foundation of buildings, walkways, schools, and cities. And along River Nzoia, that demand is growing rapidly. Normally tuko na sites mingi hapa, kuna Magombe, kuna kuanzia huko Ruambua. So na hapa Magombe ndio tunakuwa na conflict nao sana. Napata kama saa hivi naona maji haiko, maji imepungua yani. So maji ikijaa hii side yetu tunapata mchanga kama maji iko mingi. So maji iko kama mpaka kwa dike. So tunapata mchanga. So unapata saa hii hizi maboti hapa unaona ni kama ni chache kidogo, lakini maybe ukikuja kama maji iko mingi utapata maboti ni mingi. So challenge tuko nayo na wale mandugu zetu kutoka side za Magombe, unapata wanataka kuja kuungana na sisi, na sisi pia kama maji iko chini hivi hatuendi huko. Unajua sasa tuko na sites mingi za mchanga. Kama hapa na Njomi tunaweza uza pengine gari 8,000 ndogo, na unaweza ona site nyingine inauza 6,000, wanasukisha chini. Sasa itabidi magari ikimbie kwa hiyo bei ndogo hiyo. As Kenya urbanizes and infrastructure expands, demand for construction materials has highly increased. Sand harvesting has become a major economic activity for the people of Bunyala along River Nzoia. For many young people, this work represents opportunity. As the region faces unemployment challenges, sand provides daily income. For some, it is the only available source of survival. According to me, story ya mchanga ikikuwa imetolewa itatumiza si kidogo kwa sana. Hii kazi inakata cross kwa sababu ni biashara. Ni biashara ambayo iko na pesa. Mahali kuna pesa huwezi bagua. Pata wewe kama mwanamke, wamesema kutoa kwa boat ni 50 bob, kupandisha juu ni 50 bob, tena kupandisha huko ni 50 bob. Unajikuta wewe kama mwanamke unafanya hiyo kazi, unatoa kwa boat, unapandisha pale. Kuna hata walimu wameinvest hapa, wamenunua maboti, watu wanafanyia kazi. Kuna hata graduates, pengine mtoto amegraduate hajapata kazi, atakuja afanya hapa kazi. Kwa hivyo imeshika kila sekta, imeshika kila mtu, hata kina mama. Kuna wamama pia wana own fields hapa za mchanga. Mimi ni mfanyabiashara wa mchanga. Biashara hii natumia teknolojia. Sasa hii angalau imefanya kazi imekuwa rahisi, imepunguza gharama ya transport. Hii biashara imenisaidia kwa upande wa malipo, kwa upande wa kununua malipo kwa wafanyikazi, kwa upande hata wa kutengeneza madau boats. Kitu kingine ambacho nimeona umuhimu wa teknolojia ni kuwa angalau imerahisisha mwendo wa kwenda kwa bank. Sasa natumia teknolojia. Jambo la pili, imesaidia upande wa nauli. Kitu kingine imesaidia upande wa time, sababu nikienda huko kuna ule muda nimeacha, labda angalau wateja watakuwa wamekuja pale site na wanikose nikuwa nimekimbilia. Women in sand harvesting are changing their lives with support from Equity Bank. Through easy loans, mobile banking, and training, they can receive payments, pay workers, and grow their businesses. Equity Bank is empowering women and building stronger communities.
women in sand harvesting are changing their lives with support from Equity Bank. Through easy loans, mobile banking and training, they can receive payments, pay workers, and grow their businesses. Equity Bank is empowering women and building stronger communities. Women in sand harvesting are changing their lives with support from Equity Bank. Through easy loans, mobile banking and training, they can receive payments, pay workers, and grow their businesses. Equity Bank is empowering women and building stronger communities. The sand extracted here travels far. It builds homes in towns, it supports road construction, it fuels economic growth beyond the riverbanks, beyond Busia County, crossing borders to Uganda. Huu mchanga wetu unaenda as far as Nakuru, Nairobi, Uganda, kwa sababu hatuna specific market, hatuna ndio muuzaji. Hata ukikuja saizi ukipata mchanga, ukitaka mchanga utakuuzia tu. Lakini sana sana mchanga wetu mwingi unaenda Siaya County, hizi neighboring county, Siaya County, Kisumu County, lakini sana sana ni Siaya County. Ndio huu mchanga unaenda sana. But the removal of sand comes at a cost. Sand is not simply soil, it stabilizes the river. It supports the banks, it regulates water flow and protects ecosystems. River Nzoia has long been prone to overflow, causing loss of life and produce. Destabilized channels can worsen flood intensity. What was once seasonal may become destructive. The impact extends beyond the environment. It reaches human health. Continuous exposure to cold water can lead to respiratory complications, chronic cough, asthma, and long-term lung damage, as physical strains results in back injuries and long-term musculoskeletal problems, since most workers operate without insurance or protective equipment. Mambo na emergency hatuna, kwa sababu hata first aid kits hatuna hapa hivi. Tunaomba pengine vile nilikuwa nimesema, kama social services department inaweza ingilia, inaweza leve kama hizo. Ni case pengine mtu a collapse, ama pengine mtu ameanguka kwa maji, wametoa haraka, hiyo mambo na resuscitation ili ku such like things hatuna hizo kwa hizi site. Hapo kwa test nayo hapana. Mtu ni kujifunza mtu mwenyewe. Sasa kama niseme mimi ni ari yangu, nataka kujifunza kujua kazi, nitakuja nitatafuta mtu mwenye anajua kuzama, nitaenda na yeye mara ya kwanza, mara ya pili, hivyo. Sasa nakuwa mzoefu na kazi. Lakini kusema tunaenda kwa daktari kupima kujua mtu ako na hali gani, hiyo hapana. Home sand harvesting leaves behind sand pits which collect stagnant water, thus become breeding grounds for mosquitoes, increasing malaria causes in the communities. Kenya has environmental regulation governing sand harvesting. Licensing and environmental impact assessment are required, yet enforcement remains a challenge. Upande wa uongozi tumekuwa na changamoto hapo kidogo, sababu vijana hawajapata mwelekezi ambaye anaweza waelekeza jinsi ya kujipanga kwa uongozi ili hii kazi iwe na manufaa mengi sana. Kwa hivyo hapo tuko na changamoto. Alafu mambo na registration haijakuwa. Tunaomba kwamba the office concerned ya social services at least wakuja waingilie, waone kama vijana wanaweza shikana ili wawe na pengine njia mwafaka, kwa sababu kuna saa zingine mvua inanyesha, kazi haiendelea. Hata ukiangalia saa hizi kuna maji yamekuja, ambapo saa hizi hawawezi fanya kazi. Kwa hivyo tunaomba tu social services wakuja waingilie, wafundishe, wasomeshe, ili at least wajue umuhimu wa huu mchanga, na pia pengine na njia mbadala ambao wanaweza ishughulikia kama pengine. River Nzoia
has sustained life for generations, not only for the people of Bunyala, but also people from different locations who come and invest in sand harvesting. Not to mention all genders and all people from all education level. It has given without asking. It has supported families, fed communities, and shaped identity. Sand can build homes, but without responsibility, it can erode the very foundation of society. Ne changamoto ya kuvere nayo ndolanga mbwezi kasindi abana b'emyaka asi bw'emyaka 18 ambapo kulyambi nde school sifisya nanjomi primary school abana bano benyalato kurumwa ingo n'umwana avirira kuluchi huno okwichohola mirimo kuluchi huno abemeresi b'amaro ekasindi basangaliranga abana abadidi hulwo kubera abana abadidi bano beyabu bechangasi kubera umwana mudidi niye cyo mukorere mirimo abundu yahamuberere silingi 5 ngesi ababechanga umuhongo silingi 5 step na yecho muberesa silingi kadaru na beresi umwana ono changamoto yakubana kuli naye ngese umwemeresi go school ko bosino nimba ninda kanyola report ninyolanga report mbu umwana bana baheruswa bali ku bosino bechanga lwangu okwiruka kwicha ku bosino ukubalira mbu kweli omwana wasi w'emyaka 18 omwana we school ali kuno ndemange sinto sonda kama lokutema bundu kuno ambapo nindo kwadiere mbo bana bali abundwana bandia atasiyosi bamanya mbwe ndi village omwala au mao sangarango kwandika omwana we school usikobo sino inyanga ye school au mao. When managed responsibly, development and environmental protection can coexist. The river does not have to suffer for progress to happen.